Amen. Mama nafikiri hajaniambia yeye mwenyewe, lakini mimi nikiangalia kuja asubuhi ya leo kuja kuweka mioyo zetu mbele ya Mungu, kuomba Mungu atusamehe na pia kumshukuru kwa ajili ya kutuweka katika njia ya wokovu, atusaidie katika njia ya wokovu. Sasa shukuru na kumwomba msamaha. Thank you. Bwana Baba Philip, ningependa utusaidie pia mahali pale. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nitaanza kwa kusema kwamba ninaamini kwa imani yangu, sababu nilipokutana na Yesu Kristo akanibadilisha, na ikawa kwamba imani yangu inanibidi kuwa kwamba siku ya leo ni siku ya Sabato, na siku ya leo ni siku ambayo tumepata kama waumini tunakutana pamoja ili tusemezane kuhusu ukuu wa Mungu, na ile tena kumuomba msamaha kwa ajili ya makosa pengine tumeongea yale ambayo haistahili kuongelewa mbele za Mungu. Amen. Asante. Ningeomba tu upitishe microphone Mama Harriet anisaidie pia. Mama Harriet nisaidie pia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upande wangu naweza sema tu tumekuja kumshukuru Mungu jinsi alivyo mema, maana ametuamsha, maana ni kwa neema zake kufika siku ya leo. Kwanza tumekusanyika mahali hapa kwa ajili ya kumshukuru. Asante. Nafurahia kusikia kwamba kila mtu anasema ameingia mahali hapa kwa minajili ya kumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Topic yangu ya leo ni worship. Kwa wanaoandika worship. Then nitaanza na kuuliza, what do you understand by the term worship? Anybody mwenye atatusaidia? What do you understand by the term worship? Mswahili mzuri kwanza tutranslateie worship kwa Kiswahili ni nini, alafu mwingine atatuelezea maana yake before niwapatie maana yangu. Worship. Dani, tusaidie worship ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Worship kulingana mimi is total submission to Jesus Christ. Thank you. Simon, worship tukitranslate kwa Kiswahili, worship ni nini kwa Kiswahili? Worship ni kuelewa kwamba kumwabudu. Kumwabudu. Thank you. Worship is identifying, adoring and acknowledging God's existence, His nature and character. Bwana Yesu asifiwe. How do you identify God? We identify God by meeting, having an encounter with Him. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tukisema tunaabudu Mungu tunamaanisha kwamba umekutana na huyo Mungu. Si ati ulikuwa unatembea ukakutana naye. Either kuna kitu alikufanyia then ukakutana na Mungu na una identify kwamba this is not me. This is not someone but this is God. Bwana Yesu asifiwe. And then acknowledging, kwa sababu tumesema you identify and acknowledge God's existence, His nature and character. We acknowledge God by accepting and admitting God's existence to be true by faith. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi Baba Philip alisema ya kwamba imani yake ndio imemfanya akuje mahali hapa, na kupitia kwa hiyo imani imemruhusu kwamba akuje mahali hapa na abudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pia nasi kwa imani ambayo tulipatia, yani ile imani ambayo uko nayo. Unajua wakati uliokoka ulichukua hiyo mkanda ya imani na ukasema nimeokoka na nimekubali kufuata Yesu na nimekubali kutembea katika njia za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna like we acknowledge Him by accepting and admitting God's existence. Unakubali kwamba huyu Mungu wako hata kama hujawahi muona, lakini in one way or the other umekutana na yeye kwa njia nyingine, hata kasi ya macho, lakini umekutana na yeye kwa njia ambayo wewe ukiangalia si wewe ulifanya ukakutana na yeye, like yani kitu alikufanyia kwa maisha yako, hata wewe unaangalia unasema enyewe this is God. Bwana Yesu asifiwe. So worship is more than the songs we sing, but anything one does for the glory of God is categorized as worship. Bwana Yesu asifiwe. Sio tu kuimba tu, tujasema kuimba si worship, lakini tunasema sio kuimba tu ati ndio worship,
Lakini anything yenye unafanya kwa utukufu wa Mungu, then that's worship. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu mingi ambazo tunafanya ili utukufu umrudie Mungu. Kwa mfano, yani giving. I guess Bishop akiwa hapa alitufundisha kitu kama hiyo. That was the secret to blessings. So giving is categorized as worship. Why is giving categorized as worship? Kwa sababu kwa mfano wewe Mungu amekubariki in a way that maybe uko na nguo nyingi, umeamua kwamba utembelee children's home na uwapatie nguo zingine. Yaani umeadmit kwamba these clothes that niko nazo sio mimi nilipata kwa njia zangu, yaani ni Mungu alinifanikisha either through my work ama either through anything. Na kwa sababu hiyo wacha nisaidie pia hao wenye hawana. Then haufanyi kwa sababu unataka kujionyesha, unafanya ili urudishie Mungu tukufu kwamba Mungu ninashukuru kwa hayo umenipatia. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia kwa kitu kingine kama kwa mfano maybe kuna mtu kwa plot mahali unaishi, maybe ako na tatizo, maybe amefungiwa nyumba. And then Mungu amekubariki in a way that uko pia na excess money, ama tuseme excess, maybe amekuguza, then uchukue pesa kidogo umpatie, mwambie either atumie afunguliwe nyumba ama hata anunue chakula. Then umeadmit kwamba hizi pesa ambazo uko nazo sio wewe, yaani sio wewe ati wewe sasa ni mazuri uko nazo. Hapana, ni Mungu amekufanikisha ukapata hizo pesa, ndio maana unasaidia watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Then sasa tuongelee worship in terms of singing. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumesema sio kuimba tu peke yake ni worship, though pia kuimba ni worship. Bwana Yesu asifiwe. Also worship is not about a certain kind of a song, i.e. fast or slow songs. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba kuna wimbo ambayo hii tunaongelea wimbo kidogo tumetoka mahali tulikuwa tunaongelea kwa uimbaji. Sio kwamba ile wimbo ya polepole kabisa, then that is categorized as worship. Bwana Yesu asifiwe. Na ile ya fast kabisa, hiyo ni praise. Mungu asifiwe. Hapana, there are some kind of songs tunazicategorize as worship, and these others we categorize them as praise. Worship songs, these are songs that talks about who God is. Bwana Yesu asifiwe. And praise songs, these are songs that talk about what God has done ama he will do. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wimbo ambao inaongelea Mungu ni nani, then hiyo wimbo ni worship. Then wimbo ambao inaongelea kenye Mungu anafanya ama kenye Mungu atatenda, then tunaita hiyo wimbo kwamba ni wimbo ya kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, there's this song inasemanga you are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni wimbo ambao inasema ni Mungu kuanzia mwanzo na atakuwa hivyo. Hakuna sisi tutapinga ati kwamba yeye sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Then hizi wimbo za praise sasa zenye tunasemanga ni wimbo wa praise. Kwa mfano, wimbo ambao inasema like ni wimbo ambao inaongelea kenye Mungu ametenda. Then tunaweza isema bado ni wimbo wa kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii wimbo ambao inasemanga umbali tumetoka. Yaani unakiri kwamba mali nimetoka, mali nimefika na mali naenda sio mimi, ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia zote kwa hizo nyimbo zote zinarudishia Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kitu cha kwanza Mungu wetu anapenda sifa. Na ndio kwa maana kuna mwalimu alisema ya kwamba Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Na the moment unachukua miungu unaanza kuzipa sifa ambazo ni za Mungu, Mungu anashikwa na ile wivu na anajitoa kwako, anakuacha kwa peke yako. So anytime you are doing anything for the glory of God, then you are doing what is called worship. Lakini there's a point to note kwamba hata kama ninafanya utukufu wa Mungu, like sawa, nimeenda nimepeana, nimegive, I've given something to someone, then ninapiga kifua. Ndio ile Philip alituambia kwamba ukijipiga kifua useme that's pride, kwamba ni mimi, then hiyo sio worship, hiyo ni wewe. Na hiyo Mungu ana categorize kwamba yeye hata hajaona. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kitu unafanya sifa zikurudie. Either hata kama wacha tutumie waimbaji wenye wanaimba hapa. Kwa mfano wewe ni mwimbaji umekuja mahali hapo unaimba. Awimbi utukufu urudie Mungu. Unaimba watu wakuone, waone wewe ni pro, wewe ni mnoma. Then Mungu anachukulia kwamba hiyo sio kitu mbele yake, ni kelele unampigia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tena hatusemi sasa unafaa ati sasa ukikuja hapa sasa uanze kujiambia sasa hii wimbo nikiimba nitakuwa narudishia Mungu shukrani. Hapana. Ni wewe wakati unakaa chini kama mwimbaji
ama wacha tuseme hivi, anyone given a ministry by God ako na kitu inaitwa burden juu yake. Yaani Mungu anachukua ni kama mzigo anapokelea juu yake. Si ile mzigo ya dhambi ile tunaibanga tutapeleka kwa mlango. Hapana, anachukua burden yake anakuwekelea. Kwa mfano, ukiuliza president worship yoyote mwenye ako mahali hapa, atakwambia during the week akitoka hapa Sunday akienda kwa nyumba, hiyo wiki mzima atakuwa anafikiria ni wimbo gani tutaimba Jumapili. Then anasema hii hapana, hii iko sawa. Hii inaendana na majira ya saa hii hapana, hii ni ya kuomboleza sio ya saa hii hapana. That's why unaona kuna hiyo kuchagua kwa wimbo. Watu wafanye ile kitu ambayo unaimba tu fuati, tuimbe tu hapana. Mungu amempea hiyo burden kwamba yeye hiyo ni kazi yake. Ukiuliza mchungaji wetu atakwambia yeye hakuna siku labda inaisha kama hajasoma Biblia. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu alichukua hiyo burden akaekelea juu yake. So inamaanisha kwamba mchungaji asipofanya hiyo kazi ambayo Mungu alimpatia, then atasikia ni kama hayuko complete. Na madhara yake ni kwamba Mungu hukupiga kiboko. Bwana Yesu asifiwe. Apart from that, utarealize mtu kama mwinjilisti wetu yeye ndio ufika hapa, most of the time yeye ndio ufika hapa wa kwanza. Tukiambiana tu ukweli, maybe kama umefika hapa mbele ya mwinjilisti either once ama twice. Si ni ukweli? Kwa sababu gani? Mungu alichukua hiyo burden akaekelea juu yake kwamba wewe hapa Maranatha ya Dagoretti Corner, wewe utakuwa unafungua kanisa na unaanzisha maombi. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ni burden kwake. So anyone who has a ministry amewekewa burden. Lakini si ati tunasema sasa mimi sijui ministry yangu so mimi sina burden. Hapana. Mungu aliumba kila mtu na sababu. Na hiyo sababu ni hiyo ministry. Umfanyie kazi, utukufu umrudie. Bwana Yesu asifiwe. Sio alikuumba, kwa mfano wanasema alikuumba akakupea ile sauti nzuri, sio ya kwenda kujionyesha kwa watu. Hapana. Hiyo sauti nzuri ulipatiwa na Mungu ni ya kumtukuza yeye. Bwana Yesu asifiwe. So, tunakuja sasa kwa this call the song. Bado tuko hapo kwa wimbo before tuendelee na our topic worship. Kwamba kwa kuimba pia kuna mpangilio wa kuimba nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Auimbi kwa sababu kuna kuimba. Tumesema kuna wimbo ambazo zinaongelea Mungu ni nani na kuna wimbo ambazo zinarudishia Mungu shukrani. Na pia kuna wimbo ambazo zinakumbusha Mungu ahadi ambazo alituwekea kwa Biblia. Kwa maana Mungu ametuwekea ahadi nyingi kwa Biblia na anasema yeye ni mwaminifu kwa neno ambayo amesema. So, anytime we are singing, yani like there are those kind of songs ambazo tukiimbia Mungu tunamkumbusha kwamba Baba ulisema hii na bado hujatenda na sasa tumekuja saa hii tunaomba kwamba ututendee. Bwana Yesu asifiwe. So, for example, we begin with songs that prepares us to have an encounter with God. Bwana Yesu asifiwe. Hautatokea mahali umetokea kusema umetoka home and then ukuje hapa na tuseme uanze kusema wewe ni Mungu. Hapana. Ndio unaona waimbaji nilikwambia wako na burden. Wanakaa chini wanasema now this song ni ya kuanza, hii ni ya kuendelea, hii ni ya kumalizia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna hiyo mpangilio. Yaani hii wimbo tukiimba ni sisi ni kama inatutakasa sisi ndio tukuje mbele za Bwana. And then after hapo sasa tunaambia Mungu kwamba yeye ni Mungu. And then after hapo then tunamshukuru ama tunamkumbusha zile ahadi alisema. Bwana Yesu asifiwe. So tunaenda the next subtopic. Who is supposed to worship God? Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni nani anafaa kutukuza Mungu? Uliza jirani yako, nani anafaa kutukuza Mungu? Tukiulizana twende kwa Psalms 150 verse 6. Mtu atanisomea kwa Kiswahili, nitasoma kwa Kiingereza. Psalms chapter 150 verse 6. The Bible says, "Praise the Lord, all living creatures." Yaani kila kiumbe kenye uhai akimtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa Mungu amesema mahali kwa kitabu kwamba usipomtukuza then atatumia zile mawe ama let's say kitu ambacho ni kama hakina uhai kimtukuze, adhirishe kwamba kitu ambacho kiko na uhai ndio kinafaa kumtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo uko mahali hapa wewe unasemaga bibi, tumesema worship sio kuimba tu. Tusisahau kwamba tumesema anything that glorifies God then that is worship. So usisema uko mahali hapa then unasema ya kwamba sasa mimi nitafanyaje? Mimi siwezi imba so sitamtukuza Mungu hata kama niko na uhai. Hapana. Kuna mtu hata kama posha church, yeye anakuja tu posha church na aende. Alafu
hatataka hata kuwa recognized. Anasema tu utukufu urudie Mungu. Then kuna mtu labda ako mahali hapa, labda yeye ndio huwa anaangalia watoto, then anarudishia Mungu utukufu. So anything that has breath, then it is supposed to worship God. Wamesema praise, of which just the same thing. Yani kitu chochote kiko na uhai na kimtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Then tunaulizana, what happens when we worship God? Ni nini kinafanyika wakati unaabudu Mungu? A point to note. Worship does not add anything nor change the being of God. Bwana Yesu asifiwe. Yani either worship Mungu ama usimuworship, haimbadilishi yeye kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bali tukitukuza Mungu tukirudishia Mungu tukufu wote, yani ni sisi tuko na faida. Bwana Yesu asifiwe. And you know there's a certain thing inasemekana kwamba whenever you are praying, Mungu anatuma malaika wake. Whenever you are praising God, wakati unatukuza Mungu, then Mungu anaachilia baraka. Lakini whenever you are worshiping God in either way, Mungu mwenyewe anashuka. Bwana Yesu asifiwe. Yani wakati unasema sasa Baba ni wewe tu, ni wewe, yani sina mwingine, ni wewe tu. Yani you are declaring that it's only God. Yeye mwenyewe anashuka na anakutanika na haja yako. Ndio kwa maana pale juu tulisema kwa uimbaji, una wimbo ya kuprepare, then ya kusema Mungu ni nani, then hiyo ya kumtukuza. Kwa sababu gani? Wakati umejiprepare, then ukaimba this worship song ambayo tumesema inashukisha Mungu, then unamtukuza. Hiyo wakati Mungu ameshashuka. Na kama ameshashuka, ukimtukuza anaachilia baraka. Bwana Yesu asifiwe. That's how it goes. So tumesema ya kwamba either you worship Mungu ama usimuworship, Mungu abadiliki kuwa Mungu. Yes. Lakini tukiabudu Mungu, then faida ni kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Number 1, we encounter God. How do we encounter God? 2 Chronicles 5:11 to 14. 2 Chronicles 5 verse 11 to 14. And the Bible says, all the priests present, regardless of the group to which they belong, had consecrated themselves, and all the Levites, musicians, Asaph, Heman, and Jeduthun, and the members of their clans were wearing linen clothes. The Levites stood near the east side of the altar with cymbals and harp, and with them were 120 priests playing trumpets. The singers were accompanied in perfect harmony by trumpets, cymbals, and other instruments as they praised the Lord, saying, praise the Lord because he is good, and his love is eternal. As the priests were leaving the temple, it was suddenly filled with a cloud, shining with the dazzling light of the Lord's presence, and they could not continue the service of worship. Verse 14 ndio tutadwell on. Ya kwamba wakati hao walikuwa wanatukuza Mungu, then a cloud ilikuja on top of the temple, and this cloud will indicate the presence of God. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tukisema ya kwamba kuna presence yako mahali hapa, inamaanisha you are about to come ama you are there. Bwana Yesu asifiwe. Yani ni kama you are there. Bwana Yesu asifiwe. So anytime we are worshiping God, then we encounter God. Bwana Yesu asifiwe. Through worship, we identify, adore, and acknowledge God, and for this reason, God releases His presence, allowing God to ascend. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, worship transforms us. James 4 verse 8. James 4:8. James chapter 4 verse 8. It says, come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, you sinners,
Purify your hearts, you hypocrites. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna ile kitu inaitwa conviction of sin. Bwana Yesu asifiwe. Anytime you are worshiping God, kwa mfano umekiri kwamba like you are God, na yeye anakukumbusha kwamba before nishuke ulifanya hii na hii na hii. And for that reason, yani ile kitu unasema unakumbuka kwamba wewe ni mtenda dhambi, na kwa sababu hiyo unaomba msamaha. Na ukiomba msamaha, then ni kama kukua pure na Mungu ashuke na atende kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. So when we encounter God in worship, the guilt of sin is imposed, which makes us repent. So there are two. We encounter God and worship transforms us. Yani inakubadilisha wewe. Sasa inakuwa sio wewe tena. Bwana Yesu asifiwe. So tunaenda the heart behind worship. Point to note, worship is not a performance but an offering to God. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba haufanyi kujionyesha kwa watu, haufanyi kitu kujionyesha kwa watu, bali ni offering, ni sadaka unatoa mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tutumie mfano ya hiyo giving ambayo tumesema ni worship. So you are giving. So whenever you are giving, ndio tusema you are declaring kwamba sio wewe, ni Mungu ametenda. And for this reason, sasa utukufu inamrudia Mungu. So ukienda na ile mentality ya kwamba, for instance, unaonanga kama maselebu wakienda mahali, kwa mfano children's home wameenda kupeleka chakula, then wanaanza kuchukua selfies, na maybe pesa amepeleka ama chakula amepeleka, it's not even enough, lakini anataka achukue selfie, apate views, apate likes, either TikTok, YouTube ama any platform ya online. Anytime you are doing such a thing, wakati unajionyesha, Mungu anaichukulia kwamba ni kujionyesha. So ni ile wanasema proud eyes. Ile kitu tuliambiwa vitu 6 ambazo Mungu vitu around 7 ambazo Mungu anachukia. It's among them. Ukijionyesha, Mungu anachukia hiyo kitu. Na kwa hiyo atajitoa kuangalie. So our worship of God is not based on our emotions, being happy or sad, but rather on the revelation, on the unchanging truth of who God is. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kwamba either unajua kuna watu wanasema haki leo nasikia kuomba na sasa hiyo nasikia kulia, ama maybe wakati sasa hapa tutumie mfano wa uimbaji. Wakati kunaimba hiyo worship, yani wakati kunaimba then the conviction inakuja. Kuna mtu analia ya ukweli, ile tu ameadmit kwamba yeye mimi ni mtenda dhambi na Mungu ninaomba msamaha wako. That's why analia. Lakini kuna mtu alikuwa mahali na matatizo zake, anakuja during that time ndio labda analia. Tutumie this example of heartbreak. Mtu ameheartbreakiwa, then during this time ndio analia. So inasema kwamba worship is not based on our emotion, uwe happy ama uwe sad, but rather on the revelation, on the unchanging truth of who God is. Yani inakuelezea kwamba vile Mungu abadiliki, anabaki kuwa Mungu. Hapo ndio tumesema hii worship, wewe worship Mungu, usiworship Mungu, haibadilishi Mungu ni nani, lakini ni faida ni kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, worship involves sacrifice. Usisahau hapo juu ni the heart behind worship. Worship involves sacrifice. We also worship God using our bodies as a sacrifice. Wakati umechukua kitu unapeleka, miguu zako zimekubeba. Walituambia pale kwa vitu ambazo Mungu anachukia miguu ambayo inabeba mtu kumpeleka kwa dhambi. Si ni ukweli? Sasa hii miguu imekubeba, inakupeleka kwa kumtukuza Mungu. Sasa umeenda pale, unaenda kufanya giving. Inaonyesha kwamba you are using your body as the first sacrifice, kurudishia Mungu shukrani, kusema kwamba Mungu hata hiyo hai umenipatia, ninatumia hiyo hai kwenda nayo kukutukuza tena pale pengine. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, worship is a choice you make. You are not forced. Yaani hatukulazimishi. Ndio unasikia kwa anasema kutoa ni kwa moyo, si kwa kulazimishwa kwako. Yaani hautoi kwa kulazimishwa ati wewe ni lazima utoe sasa. Usipotoa ni mimi na wewe, hapana. Mungu akikutendea then na urealize kwamba sio mimi, ni Mungu amenitendea. Then ukitoa hapo umeinvolve ya kwamba ndio tunasema it's a choice you make and you have not been forced by anyone. Lakini wakati pasi anasimama hapa anatuambia, unafaa kutoa, unafaa acha tuende kwa Baba Philip. Last time alisema alikuwa anatukumbusha kwamba tunafaa kukuja maombi. Hiyo sasa ni kama tunalazimishwa, of which haifai kuwa hivyo. Ni wewe mwenyewe unafaa ujitolee useme sasa mimi nimefika na wakati nafaa kuenda. Yaani it's a choice you have made. Bwana Yesu asifiwe.
tunaenda sasa benefits of worshiping God, yani umuhimu wa kumwabudu Mungu. Then in bracket, why do we worship God? Tunaabudu Mungu kwa sababu gani? Ndio tunasema umuhimu wa kumwabudu Mungu. 1 Corinthians 10 verse 31 inaongelea to glorify God's name. In fact, to glorify God's name, it's the major reason to why we worship God. Yani kutukuza tu jina la Mungu, tunakiri kwamba ni wewe Mungu, sio sisi, ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kwa Exodus chapter 23 verse 25 to 31. Exodus 23 25 to 31. Nitasoma. If you worship me, the Lord your God, I will bless you with food and water, and take away all your illness. In your land, no woman will have a miscarriage or be without children. I will give you long life. I will make the people who oppose you afraid of me. I will bring confusion among the people against whom you fight, and I will make all your enemies turn and run from you. I will throw your enemies into a panic. I will drive out Hittites, the Canaanites, and the Hittites as you advance. I will not drive them out within 1 year. If I did, the land will become deserted, and the wild animals will be too many for you. Verse 30 inasema, instead I will drive them out little by little until there are enough of you to take possession of the land. I will make the borders of the land extend from the Gulf of Akkad to the Mediterranean Sea, and from the desert of Euphrates rivers. I will give you power over the inhabitants of the land, and you will drive them out as you advance. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ya kwamba anasema ya kwamba atakubariki na chakula na maji. Number 2, ataondoa ugonjwa yote ambayo inakuataa. Number 3 anasema ya kwamba no woman will have a miscarriage or be barren. Yaani hakuna mtu yani mimba yake itatoka ama atakuwa tasa. Number 4 sorry, anasema yani maisha yako ataongeza, utakuwa na long life. Bwana Yesu asifiwe. Confusion among your enemies. Kama kuna watu wanapanga kupiga vita, then analeta confusion. Ndio unasikianga ya kwamba unakuta either maybe watu wanakupiga vita, lakini hiyo vita inageuka inakuwa ni wenyewe kwa wenyewe. Ndio ile tunasemanga ile sina imekuja iwarudie. And then the last one is extension of your land. Bwana Yesu asifiwe. Those are the benefits of worshiping God. Kwa hivyo ukiwa mahali hapa unasema sasa sasa hata nikipeana na kuna faida nitapata. Hapana, kuna faida na hizi tumesoma. Na unajua the funny thing about God ni kwamba kama uko na hii obvious utakosa hii. Na kama uko na hii utakosa hii. Na for that reason nataka umuworship ndio upate hii nyingine, ndio upate zote. Bwana Yesu asifiwe. Because of time tutaachia mahali pale. Naona imefika saa 5. So nitawapea tu an encouragement ya kwamba we have 5 ministries in a church. Apostle, apostle, a prophet, evangelist, pastor and a teacher. Bwana Yesu asifiwe. Out of the 5, kila mtu ako na kazi yake. Si ni ukweli? Tuliambiwa na Mama Edith kwamba apostle yeye hufungua church. Then prophet ni yule nabii ambaye anasema kitu Mungu anataka mfanye. Then evangelist ni yule anaenda kuleta washirika. Acha tusiwaite waite washirika. Then pastor ni yule anachunga hao washirika. Then huyu mwalimu ni yule anafundisha hao washirika wameletwa umuhimu ya ile like unajua an evangelist akienda kule nje, akienda ku spread the word of God, yeye hatakwambia dhambi inaua. Hapana. Kitu atakuwa anakuambia ndio kuvutia. Anasema ya kwamba njoo kwake Yesu na wewe utaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Then ukikuja hapa sasa ndio mwalimu huyo anakuambia kwamba unajua hii dhambi ni hii na hii na hii. Na usipoacha hizi ndio kitu ambazo kitakufanyikia. Bwana Yesu asifiwe. In a church setting there are 3 main areas: teaching, worshiping and preaching. Bwana Yesu asifiwe. Kama ile ya kwanza ile tunafanya teaching, si ndio? Ninawaambia yani like Mungu ananitumia nilete ujumbe wake. Yaani tunafundishana, si ni ukweli? Sio mimi peke yangu. Anyone mwenye anasimama hapa kufundisha, then he's a teacher ama she's a teacher. Anakuja kukuelezea ndio ukae kwa hii jani ya Kristo unafaa ukae aje, si ndio? Then there's this worshiping God. So,
Worshiping of God ndio tumesema tunataka turudishie Mungu utukufu, si ndio? Sasa wewe nimekufunza kama sasa ndio vile tumefunzana ya kwamba worship ni nini. Sasa ni jukumu lako umtukuze Mungu, urudishie Mungu shukrani. Bwana Yesu asifiwe. And then kuna this called preaching. Ndio tunasema kuhubiri. Hii kuhubiri ni kuleta ile wanasema good news. Yaani ile unaona kama vile wanasema Yesu alikuwa mahali fulani, alitenda hii na hii na hii. Bwana Yesu asifiwe. It's a kind of a way kwamba inatu encourage tuendelee kubaki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sija like I'm not pointing fingers kwa preaching. I'm just trying to say ya kwamba it's a way like inatu encourage tukue mahali hapa, yani tukue kwa hiyo jani ya Kikristo, yani utembee Kikristo. Sasa mwalimu amekufundisha dhambi, then umeabudu Mungu, kwa hiyo kuabudu umetubu. Then sasa mhubiri anakuambia kwamba sasa juu umetubu dhambi, Mungu amesema ya kwamba ukikuja kwangu na hii itakufanyikia. Bwana Yesu asifiwe. The last thing ni kwamba the ticket to heaven is salvation, but to get the crown of eternal life, stewardship and servantship is their word. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kwenda mbinguni uko umeokoka ni kama umepata ticket. The same way vile games za hizi games tulikuwa tunaenda kuona, ulikuwa una buy ticket mapema. Yaani inadhihirisha kwamba uko mahali pale, si ndio? Lakini anytime kuna vurugu hauko sure kama utatoka mahali pale kwa sababu kitu mbaya inaweza kufanyikia, si ni kweli? So kwa hii maisha salvation anasema ya kwamba the ticket to heaven is a salvation, but to get the crown of life, hiyo ni yenye anaongelea eternal life. Kwamba servantship and stewardship is the award. Inamaanisha nini? Kitu ambacho Mungu amekuita kufanya. Umeokoka ndio, unajua unafaa ufanye hii au ufanye. Sasa wewe kuingia mbinguni kwako inakuwa ndio anasema ndovu kupita kwa tundu ya sindano. Inakuwa ni ngumu. Kwa sababu gani? Mungu alikupea kazi na hujafanya. Kwa mfano tuchukulie kama pastor wetu, amepewa kazi ya kutuchunga. And then yeye aseme ni sawa tu, wewe ukikuja wewe usipokuja ni sawa. Then mtu apotee na labda wewe mtu alikuwa amewekwa chini yake. Then hiyo siku ikifika kule juu wakati judgment inafanyika, then ataulizwa, nilikupea mtu fulani akue chini yako umchunge, ulimchunga? Hapana. Njia ni ile, ingia kuzimu. Wewe ulipewa kazi ya kufundisha watu. Uko mahali pale umekaa unasema kwamba hata sasa sipataki chance, mimi ni muoga. Yaani uko na hizo excuses nyingi. Hiyo siku ikifika ndio umeokoka. Umekuwa ukitembea Kikristo. Hiyo siku ikifika Mungu atakuuliza, nilikupea kazi ya hii na hii ufanye. Je, ulifanya? Kama jibu yako ni yes, unaingia Sayuni. Kama jibu yako ni no, unaenda the other way, that is hell. Bwana Yesu asifiwe. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema ya kwamba anything God has given you, ama the ministry God has put on top of you, ensure wewe kama Mkristo umehakikisha umefanya kazi ambayo ulipatiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usikae useme ya kwamba sasa mimi sasa mimi. Yaani uko na so many excuses. Mimi wana kwazwa haraka. Yawa, kitakuumania. It's high time you change. The last thing, you might talk, sing, teach or preach about God and not know God. It's high time you know God. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba tunaweza fanya vitu ambazo zinahusiana na Mungu. Ndio tunasema unaweza imba kuhusu huyu Mungu. Unaweza fundisha kuhusu huyu Mungu. Unaweza hubiri kuhusu huyu Mungu. Lakini ukose kujua huyu Mungu. Kiaje? Kwa sababu haujachukua jukumu la kujua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu aje? Unajua Mungu kwa kujua Mungu anataka nini. Once you've known what God wants, then you are in a position ya kufanya kazi yako. Hapo hivyo ndio Mungu ndio anajidhihirisha. Then akishajidhihirisha kwako, then anakukumbusha, unajua nilikupea hii kazi. By the way, do you know God atuambii kazi amekupatia? It's your responsibility ufanye uchunguzi ujue Mungu ameniita kwa hii sekta. That's why unasikianga watu wengine wanasema ndugu fulani ama dada fulani anakuanga na kierere. Sio kierere, anatafuta ajue ministry yake ni gani. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much for this opportunity. Next time tukipata wakati tutafunzana tujue kama